eternal destiny. Praise the name of the living God. Kwa sababu as we continue to contend for our prophetic destiny, our destinies do not end by this life. God intended that you'll have life beyond the grave. Bwana asifiwe sana. Maisha yako hayaishi na maisha haya. Mungu alikusudia kwamba utakuwa na maisha hata baada ya kuingia kaburi utaendelea kuishi. Na Yesu akasema in the book of Matthew chapter 16 and verse 26. Matthew 16 and verse 26. Haya ni maneno ya Yesu Kristo, akasema, what good will it be for a man if he gains the whole world yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange of his soul? Praise the name of the living God. Mafundisho haya ya usiku wa leo ambayo nitakuonyesha mambo yale ambayo mtu ambaye anaangalia eternal destiny, kuna character ama kuna mambo ambayo huwa nayo. Like let's say mtu ambaye anataka kuprotect eternal destiny yake ana pursue holiness. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mtu ambaye ako aware juu ya eternal destiny ako na passion ya souls. Because anapoangalia wanadamu hawaoni tu kwa sababu ya maisha haya. Anaona huyu asipokuwa ndani ya Yesu atapotea milele. And some believers, they don't have even passion for even their own brothers, sisters, people who are not born again. Where unawaangalianga tu, unasema let them pursue life in their own way, let me pursue my life in Christ. Lakini wakati umeelewa juu ya eternal destiny, you'll have such a passion for souls. Kwa sababu tunajua ya kwamba yeyote ambaye anakufa bila Yesu amepotea milele. Jina la Bwana lipewe sifa. So Yesu akauliza, itamfaidi nini mwanadamu hata akipata ulimwengu wote? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na baadaye apoteze nafsi yake. Kwa hivyo hapo Yesu alikuwa anasema kuna possibility ya mtu kupata ulimwengu na apate sehemu kubwa. In fact, inasemekana zile kampuni 5 duniani ziko na utajiri mkubwa kuliko utajiri wa Afrika yote. Imagine, people who own about 5 companies, wealth walio nayo ni zaidi ya utajiri ambao tuko nao hapa Afrika. Yaani kumaanisha kuna watu ambao wamepata ulimwengu, lakini Yesu akauliza, mtu atafaidika namna gani? Ama mwanadamu atafaidikaje hata kama ataupata ulimwengu wote? Bwana asifiwe sana. Na hapo ndio Paul alisema ya kwamba in the book of 1 Corinthians chapter 15 and verse 19, akasema ikiwa imani yetu ndani ya Yesu Kristo ni kwa ajili tu ya maisha haya, sisi ni watu wa kuhurumiwa. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Kama imani yako ndani ya Kristo, praise the name of the living God, ni kwa sababu tu ya maisha haya, if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Because katika maisha haya kuna watu wako na manyumba, kuna watu wako na magari, kuna watu wako na maisha mazuri kukuliko wewe ambao uliye na Yesu. Kwa hivyo imani yako ndani ya Kristo Yesu sio tu kwa ajili ya maisha haya. Unajua hapo ndio mtu anaanza kuwa discouraged, kwa sababu unajaribu kulinganisha maisha haya na unaangalia watu wengine ambao hawana Yesu, na unaanza kuona kama wamebarikiwa, ni kama wanaishi mahali pazuri. That was the
problem. Ukisoma Psalms 73, unaweza angalia wenye dhambi uone vile wananona wakati wewe unafunga, mpaka useme sasa hii ni maisha gani ninaishi hapa? Ninakonda tu na watu hapa ni kunona tu wananona. Unaona vitu vile mtu anashika bavu hivi analarua, na wewe uko kwa fasting. Praise the name of the living God. Biblia inasema ya kwamba, tuanze verse 1. Surely God is good to Israel. Hapo unafaa kuweka to the church or to the saints, to those who are pure in heart. Then naendelea kusema, but as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. Kuna mambo unaweza angalia katika dunia hii, you lose the foothold of your faith. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Unaangalia utajiri wao, and they are arrogant. Semanga hiyo mambo ya kanisa hatutaki hapa. Praise the name of the living God. Hallelujah. And they are prospering. Then verse 4 inaendelea kusemaje? Inasema, they have no struggles. Their bodies are healthy and strong. Praise the name of the living God. Then verse 5 inaendelea kusema namna gani? Verse 5 inasema, they are free from the burdens common to man. They are not plagued by human ills. Then the Bible says, therefore pride is their necklace. They clothe themselves with violence. From their callous hearts comes iniquity. The evil conceits of their minds know no limits. They scoff and speak with malice. In their arrogance, they threaten oppression. Their mouths lay claim to the heaven, and their tongues take possession of the earth. Therefore, their people turn to them and drink up waters in abundance. Watu wapewe. They say, how can God know? Does the Most High have knowledge? Wanadhihaki hata Mungu. This is what the wicked are like, always carefree. They increase in wealth. Surely, in vain have I kept my heart. In vain have I washed my hands in innocence. All day long I have been plagued. I have been punished every morning. If I have said, I will speak thus, I would have betrayed your children. Kama ningeamini mambo kama hayo, I will betray your children. When I tried to understand all this, it was oppressive to me. Kuna mambo unaweza angalia dunia hii ukijaribu kuelewa, usikie inakufinyiria. Bwana asifiwe sana. Till I entered the sanctuary of God, then I understood what? Final. Sasa hiyo final destiny tunaongea juu yake inaitwa eternal destiny. Praise the name of the living God. Hallelujah. Then nasema, surely you place them on slippery ground. You cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. As a dream when one awakes, so when you arise, O Lord, you despise them as fantasies. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Praise the name of the living God. Yet I'm always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel. And afterward, you will take me into where? Into glory. Praise the name of the living God. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire beside you. Amekuwa delivered. Praise the name of the living God. My flesh and my heart may fail, but my God is the strength of my heart and my portion forever. Praise the name of the living God. Hallelujah.
those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. Praise the name of the living God. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I'll tell of your deeds. Praise the name of the living God. Hallelujah. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Unajua uzuri wa Biblia, hakuna kitu huwa inaficha. Ina expose udhaifu wa wanadamu. Haituonyeshi ya kwamba wanadamu wale wanatembea na Mungu ni kwa sababu walikuwa wakamilifu. Haisemi kwa sababu wale walikuwa wanamfuata Mungu hawakuwa na shaka. Wakati mwingine wangefikiria mambo, wanaangalia dunia na wanasumbuka. Praise the name of the living God. Hallelujah. Last Friday nilikuwa nahubiri kwa kesha message inaitwa mlisahau, na nilisema shida ya Ezekiel, nilisema kazi ya kuchukua neno unatupa nyuma alafu unasema leta ingine. So leo umekuja kusema leta ingine ya Friday mlisahau. Praise the name of the living God. Friday niongea juu ya understanding the dealings of God. Praise the name of the living God. Ya kwamba you need as a person to understand how God deals with men. And also to understand the frailty, the weakness, the vulnerability of men. Ya kwamba hata watu wanaomfuata Mungu hakuna haja ya kujifanya. Na nikasema kuna watu wengi kanisani, hata kama wamenyamaza, sometimes hawaelewi vile Mungu anafanya kazi. Lakini kwa sababu hawataki kueko kile wanasikia ndani ya mioyo yao, wananyamaza tu. Wanasema tuacha Mungu awe Mungu, hata kama sielewi vile anafanya kazi. Nataka nikwambie, Mungu angetaka uelewe vile anafanya kazi. God wants you to understand his dealings with men. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na ndiposa mambo kama haya tumeandikiwa katika Biblia, ya kwamba mtu anaweza kumfuata Mungu, lakini anapomfuata Mungu aanze kucompare, aanze kulinganisha. Praise the name of the living God. Hallelujah. Si ndio tulisoma Maraki, watu walikuwa nasema ni bure hata kutumikia Mungu. Tulifaidika na nini tulipoenda kama waombolezaji na kujitakasa, na Mungu akasikia. Praise the name of the living God. Sasa huyu ni mtu ambaye anampenda Mungu, anamfuata Mungu, lakini anaangalia watu ambao wako katika dunia wanatembea na uovu, hawajali, miili yao inaendelea kunona na utajiri wao unaendelea kuongezeka. Praise the name of the living God. Hallelujah. Unaangalia mambo kama hayo na ndani yako yanaweza kukufinya. And you know, this is one of the challenges ambayo huwa inafanya hata watu wengi walirudi nyuma, watu wakabackslide. Praise the name of the living God. You have said it is futile to serve God. What did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? Praise the name of the living God. Haya ni mambo ambayo Biblia hakuna kitu imeficha. Biblia iko wazi sana, ili unaposoma neno la Mungu liaddress maisha yako katika kila eneo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo kile ambacho unapaswa kuelewa ni ya kwamba Mungu hakuangalii tu na maisha haya, na hauwezi kupima wema na uaminifu na upendo wa Bwana na maisha haya peke yake. Bwana asifiwe sana. Wengine mtashangaa mtakapofika mbinguni, utakuwa unalia unaambia Mungu, mimi sistahili kuwa huku. Bwana asifiwe sana. Ni kama Mefiboshethi wakati alipoambiwa atakuwa anakula katika meza ya mfalme, na yeye alikuwa kiwete. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anasema mimi I'm like a dead dog. Mbona kunifanyia mambo kama haya? Kunileta katika meza ya mfalme niwe ninakula pale mbele ya mfalme. Wengine utakapofika mbinguni,
utakapoona utukufu na uzuri wa Mungu na ujue hii yote ni ya milele na milele, mpaka utakuwa unasema nilikuwa na complain nini duniani? Mbona nilikuwa najipima na vitu vya dunia? Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu one of the challenges as a believer you need to address, the Bible says, a righteous man avoids all extremes. When you have an extreme in your life that you limit the dealings of God in your life to this life. Yani wewe kila kitu unafanya, unapofunga, unapoomba, unapojitolea kwa Mungu, unapima baraka na upendo wa Mungu na maisha haya, you'll have failed. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mungu anapo deal na wewe, anaangalia your eternal destiny. In fact, naweza kuambia kwamba Mungu ako na haja sana na your eternal destiny kuliko vile alivyo na haja na wewe na kufaulu kwako katika maisha haya, kwa sababu anajua by the end of the day hata Lazarus aliyefufuliwa bado alikufa. We are all candidates of the grave. Praise the name of the living God. Hallelujah. For the Bible says it is appointed for a man to die once, and after death, judgment. Praise the name of the living God. Hallelujah. That is why watu wale walikuwa waelevu kama Peter, 2 Peter chapter 1 verse 12. Walibeba katika maisha yao kuelewa ya kwamba maisha haya ni ya muda. 2 Peter chapter 1 and verse 12 inasema, Peter anasema, so I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established. Kwa hivyo kuna mambo watu wanafaa kuendelea kukumbushwa. Kama wewe ni pastor, usione vibaya kuhubiri ujumbe moja mara mbili mara tatu. Bwana asifiwe sana. Tunasema hii ujumbe hata nilikuwa nimehubiri tena last year. Hubiri mara mingi. The Bible says, so I will always remind you of. Tell your neighbor there are things you need to be reminded. The Bible says, even though you know them. Ndio niko hapa, hata kama mnajua mnaenda mbinguni, nimekuja kuwakumbusha. Praise the name of the living God. Waje kusema hiyo injili sasa leo apostle haigi. Ungetuambia revelation. Ndio hiyo revelation. The Bible says, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. Anaendelea kusema, I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this. Kwa hivyo Peter anaita mwili nini? Anaita mwili hema. Bwana asifiwe sana. And you know the nature of a tent ni ya kwamba it is a temporary dwelling. Praise the name of the living God. A tent is not a permanent dwelling. Anasema, because I know that I'll soon put it aside. Ya kwamba hii hema hivi karibuni nitaiweka, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. Yani, our Lord Jesus Christ has made it clear to, and I'll make every effort to see that after my departure, you'll always be able to remember. Hey, and I'll make every effort to see that after my, there is no departure without arrival. Praise the name of the living God. Hallelujah. Si Mungu atusaidie tupate wahubiri wanaoongea kama Petero. Bishop. Wahubiri wanaokuja wanaanza kutuambia sasa, Mungu Yesu amenihakikishia ya kwamba hivi karibuni ninaenda kuondoka katika hema ya hii mwili. Halafu tunasikia after few days umepumzika. Watu wanaanza kuogopa. Na wanajua kuna mahali watu huwa wanae. Lakini hii kazi unaogopa kifo mpaka ukiona kama utakufa. Unakatalia hapa kwa madhabahu unasema, apostle,
ongea na Mungu wako. Kuna ndoto ninaona usiku. Praise the name of the living God. Hallelujah. Petero alikuwa anasimama mbele ya watu na anawaambia, Yesu amenihakikishia ya kwamba hivi karibuni naenda kuacha hii hema. Sijui alipewa kama miezi ngapi. Azunguke ambie na wakumbushe kuna mahali huwa tunae. Hata kama wanajua, nimekuja usiku wa leo niwakumbushe. Hata kama sitaenda, nimekuja niwakumbushe. Praise the name of the living God. Ya kwamba kuna mahali huwa tunaenda. Praise the name of the living God. Na Petero anasema, as soon as I live in the tent of this body. A tent is a temporary dwelling. A tent is not a permanent dwelling. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na ukiangalia hema ikikaa mahali sana, huwa inaanza kuzeeka. Si unaweza kujua hema mpya na hema mzee? Hebu angalia jirani uone hiyo hema yake inakaa namna gani. Mwambie na ninaona hema kako umekaangalia vizuri. Kuna watu wanajua kuangalia hema. Praise the name of the living God. Lakini shida, watu wengine wanaangalia hema, lakini hawaangalii kile kinakaa kwa hema. Hawana haja na ule mtu wa ndani. Unakuta mtu amejipondoa, ametengeneza mwili, anaenda mazoezi, ananunua mafuta ya kila aina. Kikuta dada amejiweka maavocado, sijui na nini, mpaka unashindwa sasa. Kwani dunia Praise the name of the living God. The way you take time to take care of your tent, take even more time to take care of the person who lives in the tent, because the person who lives in the tent is more precious than the tent itself. Praise the name of the living God. Watu wameshughulika na hii hema sana, lakini hawashughuliki na yule anayeishi ndani ya hiyo hema. Hawashughuliki na huyo mtu wa ndani. Wengine hata huyo mtu wa ndani amekufa. Jina Bwana ipewe sifa. Imagine ukitake care of the tent na ule yako ndani ya hiyo hema amekufa. Bwana asifiwe sana. So Peter akasema ya kwamba nataka niwakumbushe haya mambo. As long niko katika ndani ya hii hema, nataka niwakumbushe hii mambo, kwa sababu hata Yesu mwenyewe amenihakikishia. You know, the Bible says it is appointed. Death is supposed to be an appointment. Lakini kwa sababu ya vile watu wengi wanaogopanga kifo, ni kama Mungu hawaambiangi wanaenda. Ni mmoja tu aliambiwa leo wanaitaka roho yako. Na ni vile Mungu hakuwa amefurahi na huyo jamaa, because alikuwa anasema sasa niko na mali nyingi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hii hata nikikula interest peke yake bila kufanya kazi, hizi nyumba vile nimejenga, unahesabu hizo rentals, ile pesa utakuwa unachukua, unasema hata kukiwa na njaa Kenya siwezi enda njaa. Alafu saa hiyo Mungu anakutembelea anakuambia, wewe mjinga sana. Wanaitaka roho yako, hata sio mimi naitaka. Ni wale wa upande ule mwingine, kwa sababu huko ndio unaenda. Hapo ndio unaonanga mtu anakufa kama amejikuja hivi, kwa sababu hataki kutoa. Unajua mtu anaonanga ni nani wanakuja kumchukua. Si aliambiwa wanaitaka roho yako. Mtu anaonanga mtu ambaye ni mtakatifu na amempa Yesu maisha yake, malaika wanakuja kumchukua. Paka unaona mtu wako kwa kitana kwambia, nidireto, wamekuja kunichukua. Lekee hivi, wacheni niende. Unakuta mtu ameenda vizuri na amani, mpaka vile amefunga macho, unashindwa kama ni kufa amekufa ama bado wako hai. Lakini mwingine vile amejikuja hivi na ni kama anajaribu kupigana, na ni kama hii vita inamuweza, mpaka anapatia watu wa mochari kazi ngumu. Mpaka baadaye wakuja wajaribu kufunga macho,
because alienda kama amekodoa. Siendi. Alienda kama amekodoa macho. Baadaye uende na amani. Praise the name of the living God. Kwa sababu umeona wale wanaokuja kukuchukua wanaimba nyimbo za Zayuni. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini kama unachukuliwa na wale wa upande ule mwingine, utakuwa na shida sana. Praise the name of the living God. Petero anasema ya kwamba I know my departure is near. There is no departure without an arrival. Kwa hivyo mtu ambaye anasema ya kwamba ako karibu kuondoka aende, ni mtu ambaye anajua anaenda wapi. Praise the name of the living God. Wapendwa, situwe na ushirika na Mungu because of our eternal destiny. Tuwe na uhakika ya kwamba nikiondoka katika maisha haya, niko na hakikisho la uzima wa milele. Praise the name of the living God. Na tusifanyie tu kazi maisha haya. Tusipime baraka za Mungu na maisha haya. The Bible says in the book of Hebrews chapter 11 and verse 10. Hebrews chapter 11 and verse 10. Hebrews chapter 11 and verse 10 inasema, huyu ni Abraham. The Bible says, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Praise the name of the living God. So Abraham, hata kama alikuwa already amepewa ahadi na Mungu ya nchi ya Canaan, yeye Abraham hakuwa tu anaangalia ahadi ya Canaan. Biblia inasema ya kwamba bado alikuwa anaangalia mji ambao mwenye kujenga na kuubuni ni Mungu mwenyewe. That means our father of faith Abraham was still looking forward for his transition from this life to eternal life. Praise the name of the living God. Imagine mtu ambaye ameahidiwa baraka na mataifa yatabarikiwa kupitia kwake, lakini bado anasema hiyo sio mwisho wangu. Hata kama mataifa hapa duniani yatabarikiwa kupitia kwangu, hapana. Bado ninaangalia, bado ninatazamia kuona mji ambao mwenye kujenga. Hata kama nimeahidiwa Canaan, kuna asali, kuna maziwa, kuna nyumba zimejengwa kule, kuna miji imejengwa kule. Kuna mji moja unaitwa New Jerusalem ambao ninautazamia, ambao mji huo mwenye kuujenga na kuubuni ni Mungu mwenyewe. Na Yohana aliuona huo mji in Revelation 21. Yohana alionyeshwa huo mji. Praise the name of the living God. Shida ya Wakristo wengi siku ya leo, hatuoni huo mji. Tunaona tu miji ya hapa na nyumba za ghorofa hapa duniani. Praise the name of the living God. Wapendwa, hata kama tumeahidiwa mambo mengi katika dunia hii, lazima tuendelee kuona huo mji. The Bible says in Revelation 21 verse 1, then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away, and there was no longer any sea. Praise the name of the living God. I saw the holy city. Huu ndio mji Abraham alikuwa anautazamia. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Praise the name of the living God. This earth will pass away. Hata hii makadhidro yote tumejenga, kuna wakati Mungu atakuja aikunje, aiondoe. Praise the name of the living God. Hallelujah. Arafu alete mji, bingu mpya na dunia mpya. Hallelujah. New Jerusalem, mji wa wale ambao wanaomwamini. Jina la Bwana lipewe sifa.
Hallelujah. I hope you remember when I was sharing about our God as a builder. The Bible says everything is built by a man, but God is a builder of. Na tumekuwa tukiongea juu ya rising as kingdom builder, because our God himself is a builder. Amejenga muji usio wa kawaida. Ukisoma kuanzia mstari wa 15, unaona details za huo muji. Revelation 21:15 inasema huo muji ulikuwa namna gani? The angel who talked with me had a measuring rod of gold to measure the city and its gates and its walls. The city was laid out like a square, as long as it was wide. He measured the city with the Lord and found it to be 12,000 stadia in length, and as wide and as high as it was long. The 12,000, these are ancient measurements. Zile zilikuwa zinatumika. Hebu tupatie amplified version. Tuone version inaweza kutupatia na vipimo vya kisasa. The city lies in a square, its length being the same as its width. And he measured the city with his lead, 12,000 stadia. That is about 1,500 miles. Hiyo ni kama sisi hatujazoea kupima na miles. It's about 2,250 kilometers. Its length and its width and height are the same. Then he measured its wall, also 144 cubits. That is about 72 yards. Yani ukuta ulikuwa wa fiti 200. Ukuta tu peke yake, Bishop. Yani urefu wa hii cathedral yote inaweza toshea kwa ukuta wa huu muji. Praise the name of the living God. By a man's measure of a cubit from his elbow to his third fingertip, which is the measure of the angel. Praise the name of the living God. You know, one of the most surprising thing about this city is the height of this, because the city is a square. Wewe unajaribu kuangalia nyumba ambayo iko na urefu wa kilomita zaidi ya 2,000 kwenda juu. Inakaa namna gani? Iko na gorofa gapi kama ni magorofa? Bwana asiwe sana. Ikipangwa na magorofa, hiyo ni zaidi ya the whole earth. Especially the surface that is occupied on earth. Ni kubwa mara nyingi kuliko mahali wamekaa katika dunia hii. Especially hata ukisema kila gorofa iko na kilomita 1. Hizo ni gorofa kama 2,200. Na urefu wa mji mwenyewe ni zaidi ya urefu ukitoka Kenya from one end to the other end. Haiwezi kufika hata hiyo 2,250 kilometers. Praise the name of the living God. I think from here to South Africa ni kama kilomita ngapi? Jina la Bwana ipewe sifa. Kwa hivyo huu ni mji ambao yani hata huwezi, yani tamani tu uingie pale. Kuna haja nikwambie mambo mengi. Tamani ambia jirani tamani ufike. Because you kama kutakuwa na lift ama tutakuwa tunaenda tu na mabawa chua. Praise the name of the living God. Unaenda unaingia katika nyumba yako. Nasa mji kama huu unaweza kuwa na nyumba yako inatoshananga na hii cathedral. Praise the name of the living God. Wacha hivyo unasubuka hapa na kanyumba kujenga ya 3 bedroom. Hallelujah. Wapendwa, tamani kuingia mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Tunapopigana maisha ya imani, wapendwa, hatupigani imani yetu kwa sababu ya maisha haya peke yake. Jina la Bwana ipewe sifa. Tumesoma kutoka Sunday School, John chapter 3 and verse 16. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but will have eternal life. The main reason Jesus came is to give you eternal life, so that when you die, you not perish. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ungepata gari, ungepata nyumba,
lakini bila Yesu haungepata uzima wa milele. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Eternal rewards ni za maana sana kwa Mkristo ambaye ako na ufunuo. 2 Timothy chapter 4 and verse 6, Paul mwenyewe na yeye anaongea wakati anakaribia kuondoka duniani, anasema for I am already, 2 Timothy 4:6, for I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. Wow. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Oh my God. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all those who have longed for his appearing. How many are longing for the appearing of our Lord Jesus Christ? Praise the name of the living God. Or you are just longing to have a marriage and a better car and a better house. The Bible says, and not only to me, but also to all those who have wronged. Come, if they were longing for his appearing that time, how much more should we be longing for the second coming of our Lord Jesus Christ? Because we are at the end of the end time, and Jesus is coming soon. So no matter what you are praying for, as you contend for your prophetic destiny, may you contend for your eternal destiny. Bwana asifiwe sana. Paul anaongea, sijui sasa watu wakianza kuongea hivi, anasema for my departure is near. Bwana asifiwe sana. Sijui hilo kanisa la wakati huo lilikuwa namna gani. Unakuja Sunday kuhubiria watu na unawaambia kama vile nimekuja kuwahubiria siku ya leo, niko karibu kuondoka. Leo ukiongea hivyo watu wanakukemea. Apostle, acha kuongea hivyo. Kwani unataka kwenda wapi? Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini hao ni watu walikuwa wanaongea freely. Peter anasema for our Lord Jesus Christ, he has already made it clear to me that I am soon going to leave the tent of this body. Njia moja ya kujua kanisa la leo haliko tayari kwenda mbinguni ni vile watu wengi wanaogopa kifo. Bwana asifiwe sana. Na unajua kile huwa unaogopa ndio huwa kinakupata. Bwana asifiwe sana. Ondoa uoga wa kifo. Because when you are absent in the body, you are pleasant in the presence of God. Na Paulo alikuwa anasema, ninajua sasa nimewekewa taji pamoja na wale wote ambao huwa wanatamania kurudi kwake. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Na anasema I have fought the good fight. Hii ni maandiko huwa tunaandika kwa watu baada ya kufa. Paulo hakuandikiwa wakati alikuwa kaburini, alikuwa anaongea akiwa hai. Anasema nimepigana vita nzuri za imani. Jina la Bwana lipewe sifa. Nimeilinda imani yangu, sijajichanganya. Praise the name of the living God. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Nimeiweka imani yangu. Nimekimbia mbio. Nimemaliza. Praise the name of the living God. Si Mungu akuongezee neema. Wapendwa, maroho ya backsliding inaondoa wengi katika mbio za imani. Wengine wanaangalia dunia, wanavunjika moyo. Wanasema si hao watu hawamwamini Mungu. Hao ndio wametajirika. Hao ndio mimi ninafunga tu hapa. Karibu nikiruka nguo ya ndani naanguka kwa sababu ya vile nimekonda hapa. Afadhali niende maisha ya dunia. Jina la Bwana lipewe sifa.
unaanza kujiombolezea. Na unaanza kuona ni kama imani yako ya kumwamini Kristo Yesu ni bure. Na sio bure. Praise the name of the living God. Hallelujah. Eternal destiny is greater than earthly destiny, because your earthly destiny is only for some time. But your eternal destiny is forever and ever and ever and ever and ever and ever. Praise the name of the living God. Hata wale mlifanya hesabu ya Carey Francis, hiyo ni miaka ngapi? Milele na milele na milele. Hauwezi kulinganisha na miaka 50 ama 70 ama 100. Hata ukimaliza 120, na unajua ukimaliza 120 yenyewe umezeeka mpaka hata wewe umechoka na maisha. My grandmother aliishi mpaka alikuwa, because alikuwa amepitisha miaka 100, alikuwa anaomba Mungu, anamwambia Mungu, kwani ulisahau na mimi? Uliita fulani, ukaita fulani. Bwana asifiwe sana. Anachoka mpaka na kuishi maisha haya, because hata mwili nao unazeeka, na unajua mwili ukiendelea kuzeeka unakuwa mzigo mkubwa. Hema hii kizeeka, praise the name of the living God, inakuwa tena ni challenge kuishughulikia. Ndio unaonanga hema nyingi zikizeeka ni kuondolewa, inaondolewa. Hata physical tent, kuna mahali inakaa unaona hii sio ya kulipea, hii ni ya kuondoa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wewe lazima uishi katika mwili huu na hekima, ukijua ya kwamba bado kuna maisha mengine ya kuishi baada ya maisha haya. Na haijalishi, hakuna mtu alikuwa amebarikiwa kama Ibrahimu. Ibrahimu hakuwa na watchman. The Bible says alikuwa na 318 trained men. Wamefanyiwa training. Ndio walikuwa analinda mali yake na boma yake. Lakini bado alikuwa anatazamia na anaangalia. He was still looking forward for that city whose builder and architect is God himself. Praise the name of the living God. Situwe na matajiri ambao hawajatosheka na utajiri wao wa duniani. And I think that is one of the challenges, because so many believers wakibarikiwa wanakaa sasa, hiyo ndio walikuwa natafuta. Ile kesha walikuwa nakuja kuomba, ile kufunga mtu walikuwa nafunga. Ni kama huwa tunatafuta Mungu sana kwa sababu ya vitu vya dunia hii, na tukipata tunaingia in our comfort zone. Bwana asifiwe sana. And you know, when you are blessed and you are rich, temptations zile unapatana nazo ni nyingi. Bwana asifiwe sana. Unakutana majaribu mengi kwa sababu uko na pesa. Chochote unaweza taka kufanya, unaweza fanya. That is why unaonanga matajiri wakijenga nyumba. Ukienda nyumba za matajiri, wanajenga mpaka mahali ya wako na bar kwa nyumba. Wako na mahali ya kuserve wine. Bar iko kwa nyumba, ya kwamba asipoenda kwa club iko kwa nyumba. Bwana asifiwe sana. Si Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Wapendwa, mimi natamani kuingia mbinguni. Natamani kuiona hiyo Jerusalem mpya katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Haijalishi Mungu atanitumia, atanibariki, lakini natamani siku moja niingie mbinguni. Na ninapoombea maisha haya, ninaomba Mungu anisaidie nikaishi maisha matakatifu katika jina la Yesu, ndio nikaweze kuingia mbinguni. Na kwa hivyo hiyo inanipatia hata changamoto na inanipatia mzigo, that I may win souls. You know, if you are heavenly minded, once you are heavenly minded, you'll see the souls that are perishing. Praise the name of the living God. Hautaona tu ati hawa wamekataa Yesu wapate magari na manyumba. Utaona watu ambao haijalishi wako na nini, maisha yao bila Yesu yataangamia. And you have a passion for souls. Hallelujah.
We are not going to be contained in these four walls of the church. No, we cannot be contained here as far as we know that Jesus is coming back. As long as we know that those who don't have Christ, once they die, they are lost forever. We cannot be contained. We cannot be satisfied. They are our brothers. They are our sisters. Some of them, they are not even aware. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na ni sisi Mungu amepatia ujumbe wa wokovu. Na wapendwa, wakati unahubiria watu juu ya wokovu, usiwaambie tu juu ya kubarikiwa na mambo ya maisha haya. Waambie ukifa utaenda wapi. Bwana asifiwe sana. Unajua, the gospel of materialism imebadilisha injili, na ndio inafanya watu hata kanisani wachoke. Because wakija kanisani wakose mali, wakose utajiri, wanasema Jesus is not the only option. And it's very true. Jesus is not the only option ya mali ya dunia. There are other options. Praise the name of the living God. Hata Yesu alipokuja hapa duniani, shetani alimwambia, niinamie na nitakupatia hizi miliki na falme. Wengi wameinamia shetani ndio wapate mali ya dunia hii. Kwa sababu walipokuja kanisani, tuliambiwa utabarikiwa, utapata gari, utapata nyumba, wanakaa, wanaona haziji. Na kwa sababu hizo ndio vitu tunawaambia sana, wanaona hapana, hakuna haja ya kujifunga hapa. Si kuna ndugu yangu hapo, si kuna rafiki yangu hapo, si amenunua gari, si amenunua nyumba, na haja okoka. Hii mambo ya wokovu ni kujifunga hapa. Kwa sababu hakuambiwa juu ya eternal destiny, ya kwamba kile kimefanya. Na ndio Paulo anasema 1 Corinthians 15:19, ya kwamba kama tuko tu ndani ya Yesu, kwa sababu ya maisha haya peke yake, sisi ni watu wa kuhurumiwa. If only for this life. We have hope in Christ. Our hope is in Christ is beyond this life. We are to be pitied more than all men. Sisi ni wa kuhurumiwa. Kwa sababu kuna wengine katika maisha haya wamepata mali, wanaishi maisha mazuri kukuliko, na hawana Yesu. Kile kinafanya niwe ndani ya Yesu ni kwa sababu nimejua kuna maisha mazuri baada ya kifo. Na nimejua ya kwamba all of us, we are candidates of death. For it is appointed for a man to die once, and after death is judgment. It doesn't matter how many times you're going to be healed. It doesn't matter even when you die, we resurrect you back. But one day, you are going to rest eternally. Praise the name of the living God. Na kule utaenda itategemea uamuzi na maisha uliishi wakati ulikuwa katika mwili huu. Unaweza kutumia mwili huu na maisha haya kutafuta thawabu ya milele. Praise the name of the living God. And that is why when we see Hebrews chapter 11 and verse 35, ya kwamba kuna watu walikuwa wanateseka ama wanateswa na wanakataa kuachiliwa ili wapate ufufuo ulio bora. Women received back their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Kanisa la kwanza lilikuwa na ujasiri wa kujua ya kwamba even if I am tired, even if I am persecuted. Today there are so many people who can deny faith if they are tortured. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watauliza ninateseka kwa nini? Lakini hawa hata wakiteswa walisema nakataa kuachiliwa. Kama mtaniachilia nimkane Yesu, munitese, muniue, na mimi nitapata ufufuo ulio bora. Hawakuikana imani. Haijalishi walipitia mambo ya aina gani, ndio waliona miujiza ya ufufuo. The Bible says women receive back their dead. Waliona miujiza ya watu wakifufuka, raised to life again. Others were tortured.
Praise the name of the living God. But they refuse to be released. Wakiambiwa kana Yesu tukuachilie, wanasema hapana. Mtanitesa mniue, lakini na mimi nitapata ufufuo ulio bora. Bwana asifiwe sana. Ni kumaanisha ya kwamba walidhamini eternity kuliko maisha haya. Watu wengi siku ya leo tunadhamini maisha haya kuliko eternity. You can do anything. Many people even in the church, they are not in the church because of eternity. They are in the church because of this life. Kile naweza pata, wamekuja kwa Mungu kwa sababu wamesikia Mungu huwa anabariki, Mungu huwa anafanyia, na ni kweli. Lakini motive ni very important hata kwa Mungu. Praise the name of the living God. Because the Bible says in the book of Jeremiah, ya kwamba the heart is deceitful and it is desperately wicked. Praise the name of the living God. So there are many people in the church today, they don't have the love of God in their hearts. They are lusting for God. Kama vile mwanamume anatamani mwanamke amtumie amwache, hana haja na yeye. Watu wengi wako na haja na Mungu, wamtumie, wapate kile wanataka, wamwache. Hawana upendo, wako na lust. Wanatamani zile vitu Mungu anapatiana. Wanatamani kibali Mungu anapatiana. Wanatamani mali Mungu anapatiana. Na wakipata wanamwacha. Praise the name of the living God. Hallelujah. Do you have the love of God in your heart? That is why Jesus said, those who love me, I love them. And I will speak to my Father, and we shall come and make our abode. Jesus said, those who love me, they will obey my commandments. When you have the true love of God in your heart, you don't have a problem with obeying God. Because your love for God is a pure, is a genuine love. Unampenda kwa sababu yeye ni Mungu. Haumpendi kwa sababu tu ya vitu atakupatia. Ndio tunajua karakta ya Mungu ni upendo. Karakta ya Mungu ni uaminifu. I know the plans I have for you, they are not for evil, but for good, to give you a hope and a future. Mawazo ya Mungu juu yetu ni mema. But I can tell you, Mungu huwa anasikia uchungu akiona watu wengi wanaokuja kwake wamtumie na hawana haja na yeye. Bwana asifiwe sana. Tena akona huruma nyingi akiona wengi wanaoenda kuangamia. In fact, if there is an area the church need to rise, is the area of soul winning. You know, when the church loses the focus of eternity, they also lose the passion of soul winning. Praise the name of the living God. When you lose the focus of eternity, you lose the passion of soul winning. Huh? But when you are you have the focus of eternity, you have the passion, you have the desire to win many to Christ, because you know that Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. And there is no one who comes to the Father except through me. There is no any other way of salvation. Praise the name of the living God. There is no any other name that has been given to man. Praise the name of the living God. Apart from this name, the name of Jesus. Lakini tunaweza kunyamaza hapa kwa sababu maybe mtazamo wetu wa imani ni kwa sababu kuna watu hata wanaibikanga. Wanaona kama vile mimi ninamwamini Mungu na ni kama sina vitu vya dunia hii, ni kama sistahili. Hata unaweza ogopa kwenda kuwashuhudia matajiri because they can look down on you. No one should look down on you. Praise the name of the living God. Awe bilionea, mwambie bila Yesu wewe ni bure. Wewe ni chakula ya mchwa siku moja. Na huu mwili haufai kulinga nao. Praise the name of the living God. Lakini sio lazima utumie hiyo maneno. Kile nataka kusema ni ya kwamba you should not be intimidated
Don't feel that you are intimidated kwa sababu mtu ambaye unamhubiria, even if it is your boss. Pray and seek an opportunity to tell your boss about Jesus. Sio kujiangalia na kusema mimi ni kufagia tu, nafagianga hapa ofisi, huyu anaendanga na gari kubwa. Mimi nikikula madazi hapa, yeye anakula sausage ine. Praise the name of the living God. Yani unaona sasa wewe ni kama yeye ndiye yako wa maana sana kukuliko kwa sababu yeye ako na pesa. Wapendwa, maisha haiko namna hiyo. Yesu alisema kuna mtu katika maisha haya alikuwa anaitwa Lazarus. Hakuwa na kitu. Alikuwa anangojea tajiri anakula makopo ile inaangua kwa meza. Alikuwa hata na vidoda katika mwili wake. Mbwa zilikuwa zinamlamba. Lakini siku moja alipokufa tajiri huyu, hata mavazi yake yalikuwa described. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini there was a difference. They died. The Bible does not mention about the burial of Lazarus. It mentioned the burial of the rich man. Because sometimes when you are poor, you may not have a burial, a decent burial. Unaweza tengenezewa hata saduku ya maofkat. Najua hata ni siku hizi tu tumeendelea. Zamani nilikuwa naona mtu anakufa tunakata mti hapo. Saduku tunashona tu hapo. Maombolezi ikiendelea. Mafundi maraka idadoko mathie haria. Wale mafundi wanatengeneza saduku. Na mti umekatwa tu hapo nyumbani. Unakuta mafundi hapo wanatengeneza offcut na angalia pande ya ndani. Ndio itakuwa inashikilia bavu. Bao haijapigwa rada. Pande ile imepigwa rada ndio inaangalia nje. Ni siku hizi tu mambo inabadilika tu, nakuta kuna watu wanasikwa na saduku zingine zimetoka imported. Bwana asifiwe sana. But it doesn't matter. Lazarus alipokufa, Biblia inasema alienda kifuani mwa Ibrahimu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini tajiri alipokufa, wakati wanapanga mazishi yake hapa duniani, Bwana asifiwe sana, mahali alikuwa anamwambia baba, si ukubali Lazarus achovye tu kidole chake katika maji, kwa sababu mahali niko ninaungua. Akaambiwa hiyo haiwezekani. Akasema basi si atumwe akashuhudie ndugu zangu, kwa sababu mimi singetaka, hata kama tulikuanga na get together duniani, sitaki tuwe na get together mahali niko. Si mtu atumwe awaambie hiyo maisha wanaishi. Imagine. Saa hiyo ndio mazishi ya tajiri, kuna chinjwa ng'ombe. Praise the name of the living God. Anatengenezewa a decent burial. And a decent burial is a blessing. Praise the name of the living God. Lakini it also matters, where will you be when your burial inatayarishwa? Na wacha hii mambo ya dini, ati kuna mambo maombi unaweza ombewa ukuamuliwe mahali. Hakuna. It is instant transition. Praise the name of the living God. Hakuna mahali mtu anakwama ati anangojea maombi uombewe ingine. Hapana. Biblia inasema alipokufa mara moja kuna kule alijikuta out of the body. Praise the name of the living God. Hallelujah. Immediately. Wacha kuambiwa kuna mahali ya kugoja. Wacha kuambiwa kuna sadaka unaweza kutolea mtu amekufa. Hakuna. Mtu akifa, hiyo mambo yake imeisha. Hata kama alikuwa nani. In fact, one of the questions and one of the messages I will be preaching very soon ni where did they go? Walienda wapi? Because watu wale wote unawajua. Iwe ni kama wa former presidents, Moi, Kibaki, Kenyatta, hao watu wote wakubwa, they are somewhere. Kule hado marota mwaki. Wako mahali. Praise the name of the living God. Kuna mahali wako.
Watu wale wote unawajua katika dunia hii walikufa. Wawe walimwamini Mungu, hawakumwamini Mungu, they are somewhere. Praise the name of the living God. Where did they go? Kwa sababu Lazarus kuna mahali alienda, tajiri kuna mahali alienda, hata ndugu yako kuna mahali alienda, hata baba yako aliyepumzika kuna mahali alienda, hata mhubiri aliyepumzika kuna mahali alienda. Kila mmoja wetu tukiondoka katika mwili huu kuna mahali tunaenda. Take care of your eternal destiny. Wacha kudanganywa na mambo ya dunia hii. Praise the name of the living God. Na wacha kuweka imani yako ndani ya Kristo Yesu ya kwamba ni kwa ajili tu ya mambo ya dunia hii. Praise the name of the living God. Umeitiwa uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Pokea neema ya kuishi maisha matakatifu. Shikilia imani yako. Usitishwe na watu walio matajiri wakubwa dunia hii. Hawatanitisha katika jina la Yesu Kristo. Kama vile tumesoma Zaburi 75. Hata ukiona watu katika dunia hii wengine ni kunona na utajiri wao unaongezeka, wahurumie. Wamewekwa mahali pameteresa. Ni dakika moja unawaona, baada ya muda hautawasikia. Na useme miaka 20 ni mingi. Usifikirie miaka 40 ni mingi. Usifikirie miaka 50 ni mingi. Praise the name of the living God. Kama sasa nyinyi wote mnanisikiza, 100 years from now, you'll not be here. Praise the name of the living God. Na ninaona kama miaka 100 ni mingi kwa wengine. Bwana asifiwe sana. Miaka 100 ni mingi because Bishop, mimi huwa naangalia video zingine zetu hapa kanisani. Na tumehubiri hapa 20 years. Unaangalia video zingine mahubiri nilikuwa nahubiri 10 years ago, 12 years ago, unaona huyo hayuko. Haya, na wasio ni atotigire. Haya, hata huyo hayuko. Unahesabu watu hawako. Walienda. Praise the name of the living God. Na watu wanaendaga tu na tunabaki tu hapa vile tulikuwa. Tunaona ni kama hakuna mtu ameenda. Na watu wanaenda. Praise the name of the living God. Na wewe siku moja utaenda. Na mimi siku moja nitaenda. Nitaenda wapi? Uliza jirani, utaenda wapi wewe? Praise the name of the living God. Hallelujah. Na kule hakuna kuhongana. Ati anaweza beba kitu kidogo hapo, malaika nikimpata hapo nimwambie shika. Hakuna. Hakuna. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kwanza kule ndio utakuta teknolojia ya kisasa. Milango kama ulikuwa mtakatifu na ulikuwa na Yesu inajifungua. Ya? Kama ulikataa Yesu, mlango inakataa kufunguka. Wale wapande ile wengine wanajua watu wale wote wamefungiwa hapa nje ni wetu. Unakuja kuchukuliwa. Praise the name of the living God. May God have mercy upon us. In the mighty name of Jesus. Si Mungu anisaidie nisicheze na maisha haya. Niishi maisha haya kwa njia ambayo nitauona uzima wa milele. Nitamuona Mungu uso kwa uso katika jina la Yesu. Si Baba unisaidie ya kwamba nitapata uzima wa milele. Hata kama kuna vitu nataka kunibariki nazo na zitaniondoa kwako, afadhali uziwache. Whatever God wants to give me, na itaniondoa katika wema wake, afadhali yawache. Praise the name of the living God. Na niendelee kuishi maisha ambayo nitaingia uzima wa milele. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Nikiangalia watu wale, unajua unapoendelea kuishi maisha haya, ndio unalilete watu umekuwa na huyu tulikuwa na yeye, baba yangu hayuko, my brother yake mwingine, unahesabu watu. Ndio unaona na kweli watu huwa wanaenda. Ukiwa mtoto we may not notice. But as you continue to live this life, unaanza kuhesabu watu 5, 10, 15, 20, 25. Praise the name of the living God. Wapendwa,
There is a day your marriage will not count. Your career will not count. Your position in this other life will not matter. Only one thing will matter: the faith and the life that you lived in Christ. Praise the name of the living God. And the most unfortunate thing is that in our time, zamani kifo ilikuwa, yani kifo ilikuwa hata ukisikia kumekufa mtu, ilikuwa ni kama hofu. Ilikuwa ni kama it's a foreign thing imefanyika. Praise the name of the living God. Ukisikia kwa fulani yani unaona ni kama kitu ingine out of this world. Leo kifo kinakaa na sisi. Praise the name of the living God. Watoto wanakufa. Vijana wanakufa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Munaenda mazishi mnachoka. Kifo kiko pamoja na sisi. Hauwezi kusema mimi ni mtoto, mimi ni kijana, mimi ni mzee. Kifo hakichagui. Jina la Bwana ipewe sifa. Ajali zafanyika kila siku. Leo kansa, enda mahospitali uone cancer ward za watoto. Enda mahali kama Kenyatta. Watoto walio na kansa, watoto walio na magonjwa ya figo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ambayo haiko inapata watoto. Leo mpaka watoto wanapatwa na magonjwa ambayo tulikuwa tunajua inapata watu ambao wameendelea kwa umri. Praise the name of the living God. Angalia imani yako katika jina la Yesu. Mimi sitaki kuweka uoga. Na sio kwamba nimesahau, there is a scripture that says I will not die. I shall live. But that is for another day. Today I have a different message, that you shall die. Praise the name of the living God. And you must prepare yourself, for it is appointed for a man to die once, and after death is judgment. That is why nataka kutumia maisha haya nimtumikie Mungu kabisa. Praise the name of the living God. Ili watu wale ni wakubwa katika dunia, tukifika juu mbinguni na mimi nitakuwa mkubwa. Ndio mimi nitawaambia panga laini hapa. Hata kama ulikuwa president, kaa vizuri. Praise the name of the living God. Wale hawakutumikia Mungu katika maisha haya, wale mnatumikia Mungu katika maisha haya, mkienda katika ufalme wa Mungu na nyinyi mtafanywa watu wakubwa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Because baada ya Yesu kurudi na kwenda katika karamu ya bwana harusi, tutarudi hapa miaka 1000. Inaitwa the millennium rule of Christ. Ndio Yesu aonyeshe vile dunia ingekuwa kama dhambi haingeingia. Sasa hapo ndio unaweza kusoma maandiko mengine ambayo si ya wakati huu, ya kwamba mtoto atakuwa anacheza na simba vile huwa anacheza na paka. Atakuwa anaingiza mkono kwa shimo ya nyoka, anashika nyoka anaitoa. Kwa sababu sumu ya nyoka ilikuja kwa sababu ya dhambi. Nyoka haiwezi kumuuma. Hiyo maandiko sio ya sasa, usijaribu kucheza naye. Praise the name of the living God. Mpaka ile miti haizai matunda kwa sababu ingine ni kwa sababu ya kasi, itaanza kutoa matunda. Dunia itakuwa mahali pazuri, hakutakuwa na corruption. Unajua dunia iko na utajiri wa kutosha watu wote. Ni vile watu wengine wameshika utajiri, hiyo tamaa haitakuwa ndani ya watu. Ati mtu mmoja ako na eka 20,000 na mwingine ni squatter. Hiyo tamaa haitakuwa. Praise the name of the living God. Kila mtu ataishi maisha mazuri. Hakutakuwa na uadui, hakutakuwa na wivu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Tutatawala pamoja na Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Aonyeshe mfano wa vile dunia ingekuwa kama dunia ingekuwa na Mungu, isipokuwa ni vile dhambi iliingia hapa duniani. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. So kama wewe uko asha, tumikia Mungu na bidii kwa huo uasha wako. Kwa sababu ukiwa mwaminifu, vile Biblia inasema wale waliokuwa waaminifu na talanta wataambiwa, njoo simamia hii miji yote 10.
kwa sababu ya vile alivyokuwa mwaminifu na kile alichopewa. Kuwa mwaminifu na kile umepewa, kwa sababu siku moja utatawala pamoja na Kristo Yesu. Praise the name of the living God. Na miaka 1000 sio mingi zamani, isipokuwa ni vile kifo kiliingia. Ukisoma kule Genesis, kuna watu walikuwa naishi 900 years. Imagine 900 years. Yani ukiwa na 65 hata hujaoa, bado wewe ni kijana. Kama unaishi 900, si unaweza kuwa hata ukiwa na 200. Praise the name of the living God. Hallelujah. Dhambi ni mbaya. Isipokuwa ni dhambi iliingia, dunia hii ingekuwa mahali pazuri. Unasikia mtu ako na birthday ya 465. Wacha hii birthday tunafanya mpaka ukiona mtu anafanya 90 unamwangalia kama umefungua mdomo. Ako na 90. Sasa 90 watu walikuwa wanafanya birthday ya 900 years. Na hema haijaharibika. Hata hema inaharibiwa na dhambi. Because hakuna mahali walikuwa naenda wanabadilishiwa mwili. Mwili ilikuwa tu ni hii. Kile kiliharibu ni dhambi ilipoingia. Si Mungu atusaidie ya kwamba tutaingia katika our eternal destiny. That is my prayer for you today. That is my message for you today. Usikae kama Zaburi 73, unaangalia wenye dhambi vile kazi yao wanaishi, wanaongezeka katika utajiri. Unaangalia mtu ambaye amejenga nyumba ya ghorofa na hana Mungu na anadhihaki, mpaka unasikia kama unavunjika moyo, mpaka unaona ni kama wokovu hauna muhimu. Wacha nikwambie, wakati huo tajiri atakufa, kama hana Yesu, that is a difference. Praise the name of the living God. And I can tell you can be faithful in this life and in eternity. Wale unafikiria ni matajiri siku ya leo, praise the name of the living God, wengine pengine watakuwa gatekeepers hata kama wataingia mbinguni. Just be faithful in what God has called you to do. May you live a holy life. Let the church have a passion for souls.